hii tupo katika masiku haya ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam, tangia kuingia Muharram tukaona mambo mengi kuhusiana na al-Imamu al-Husaini alayhi salam, na mpaka leo hii tupo katika hizi majalis kuielekea 40 ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Lazima tufahamu ya kwamba katika zile nuru ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba ni lazima zitimie, ni lazima nuru hizo zifike kwa watu, hata kama kutapatikana watu ambao wanachukia nuru hizo kufika kwa watu, lakini wafahamu nuru hizo ni lazima zifike. Miongoni mwa nuru hizo ni nuru hii ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam, na ndio maana maudhui yangu kwa siku ya leo nikaipa unwani inayosema al-Imamu al-Husaini alayhi salam nurun la yutfa. Al-Imamu al-Husaini alayhi salam ni mwangaza, ni nuru ambayo haiwezi ikazimwa. Ndugu zangu, kwa nini nimekuja na unwani hii? Leo hii tumekuwa tukishuhudia unapoingia mwezi mtukufu wa Muharram, tunakuta kuna vikao vingi vyote vikihusiana na huyu al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Tukija kwa Mashia twawakuta wameweka vikao mbalimbali wakimzungumzia huyu al-Imamu al-Husaini alayhi salam, lakini ukienda kwa baadhi ya wafuasi wa madhehebu nyingine, kwa mfano katika madhehebu za Kiwahabi, utakuta vile vile na wao wanakuwa na mazungumzo mbalimbali kuhusiana na hili jambo la al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Lakini tatizo si kuwa kwamba Shia anaongea kuhusu Hussein na Wahabi aongea kuhusu Hussein, la, bali shida ni kwamba anachokiongea Shia kumwelekea al-Imamu al-Husaini alayhi salam na anachokiongea Wahabi kumwelekea al-Imamu al-Husaini alayhi salam, ukiangalia ni mada mbili tofauti. Ukija ukimwangalia Husaini anayezungumziwa kwa Mashia na ukaja ukamwangalia Husaini anayezungumziwa kwa Mawahabi, unakuta ya kwamba ni Husaini wawili tofauti. Kwa nini imefikia hii hali? Yuriduna an yutfi'u nur Allah, kwa sababu kuna watu wanaohitaji kuizima hii nuru hii ambayo ukija ukiangalia tangia tukio la Karbala kutokea na mpaka al-Imamu al-Husaini alayhi salam kuuawa na mabinti wa Bwana Mtume Muhammad kufanywa mateka, wakapelekwa Kufa, wakapelekwa Shamu, Syria ya leo. Ukija ukiangalia ndani yake Yazid ibn Muawiya, miongoni mwa malengo yake ilikuwa ni kulifuta tukio hili la al-Imamu al-Husaini alayhi salam lisije likafika kwa watu. Na laiti kama Yazid ibn Muawiya angekuwa na ushujaa wa kuwaua wanawake na watoto, basi angeamuru jeshi lake liweze kufanya hivyo, kwa sababu hakupenda jambo la al-Imamu al-Husaini alayhi salam litoke nje ya Karbala, na vile vile hakupenda yale malengo ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam yatimie nje ya Karbala. Na ndio maana Yazid ibn Muawiya, miongoni mwa malengo aliyokuwa nayo ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba jambo la al-Imamu al-Husaini alayhi salam, jambo hili linabaki Karbala, na yale malengo ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam hayawezi kutimia kwa namna yoyote ile. Na ndio maana utaona ya kwamba baada ya kuuawa kwa al-Imamu al-Husaini alayhi salam, Yazid ibn Muawiya akawa anaongea baadhi ya mambo. Kwa mfano, pale mateka walipofika katika ardhi ya Sham, na Yazid ibn Muawiya mbele yake alikuwepo al-Imamu Zainul Abidin. Alipomuuliza al-Imamu Zainul Abidin ya kwamba wewe ni nani, al-Imamu Zainul Abidin akasema ana Ali ibn al-Husayn, mimi ni Ali ibn al-Husayn. Yazid ibn Muawiya alisema kitu gani? Awalaysa Allahu qad qatala Ali ibn al-Husayn, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sikashamuua huyu Ali? Si kwamba mimi Yazid ibn Muawiya, jeshi langu mimi Yazid ibn Muawiya ndilo lililomuua huyu kijana, la,
bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyefanya jambo hilo. Sasa unaporudi kwa wafuasi wa Yazid ibn Muawiya, leo hii